Naam, huu ni mwongozo mfupi juu ya maboresho yaliyotoka katika mfumo wa FAZ, na katika video hii nitakuonyesha kuanzia mwanzo namna ya kupokea, kufanya fund allocation mpaka kufanya payment. Unachotakiwa kukifanya ni kusubscribe channel yetu na kuambatana na sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tunaanza katika kipengele cha receipt, yani kupokea. Katika kukili mapokezi au kupokea mapokezi hakuna mabadiliko. Kikubwa tu hakikisha kwamba umefanya mapokezi ya fedha katika kifungu husika. Kwa mfano 20k umekiwekea kwenye 20k na maelezo yake, vile vile na tarehe, kama ni cash au kama ni deposit. Baada ya kutengeneza hiyo receipt, tumetumia 20k na utaisave hiyo fedha yako. Hivyo so hatua inayofuata ni kuweka fund allocation, ambayo yenyewe inapatikana katika cash management. Fund allocation, utaandika kifungu chako ambacho umekili yale mapokezi. Lesi hapa ni 20k responsibility grant. Utachagua na itakuletea hapa fedha ambazo zimekuwa allocated na zile ambazo hazijawa allocated katika mwaka husika. Sasa wewe utaallocate ile fedha ambayo unaitaka au ambayo umeitumia ama ambayo umeipokea, utaiallocate kwa ajili ya kuweza kuitumia. Kwa kesi hapa ni shilingi 200,000, tutaiandika 200,000 alafu tutai-save. Kwa nini tuna allocate? Ili tuweze kuendelea katika hatua inayofuata. So baada ya kufanya fund allocation katika kifungu cha 20k, utakuja kwenye kifungu kipya au katika moduli mpya ambayo inaitwa expenditure permit request. Hapa ni kuomba kibali cha kuweza kutumia. Yes, sasa hapa itaweza kutokea ile fedha ambayo umeifanyia allocation. Unapoomba kibali cha kuweza kutumia fedha, itatokea kifungu husika ambacho umekifanyia allocation, maelezo pamoja na kiasi. Sasa katika action ukiweka pale alama vema, itaweza kutokea blue hapa chini katika expenditure permit. Ukiklik hapo, ina maana utaweza kuomba kutumia na utaandika maelezo kuhusiana na hiyo fedha ambayo unataka kutumia, kama ni kwa ajili ya posho au matumizi fulani utayaandika. Baada ya kumaliza utasubmit. Kisha baada ya hapo itafuata hatua kama hii, itaonyesha sasa hiyo ombi lako la kutumia hizo fedha limefika wapi. Ukiangalia status hapo itaandika created. Kinachotakiwa kufanyika hapo, mkuu wa taasisi husika kama mkuu wa shule au mwalimu mkuu ataingia katika cash management katika kipengele cha expenditure permit. Akiklik hapo itaweza kutokea maombi yote ambayo yeye anatakiwa kuyapitisha kuhusiana na kutumia hizo fedha. Hasa yeye kazi yake atakayoifanya ni mwisho pale kuna alama ya kufuli na huo mshale. Akikliki yatatokea maelezo ya hiyo fedha, budget inayoombwa. Anachotakiwa kukifanya, anaweza ka reject au aka submit permit. Ukiklik submit permit, na maana hapo inatoka katika level ya kituo husika au ngazi ya chini na ngazi ya halmashauri, ambapo DED anatakiwa ku-approve. Akisha approve, status ita change, itaandika approved. Sasa hapa ikiandika approved ndipo ambapo utaweza sasa kukata PV. Namna gani ukata PV? Katika kuandaa PV hakuna mabadiliko makubwa sana, zaidi kuna maboresho. Utaingia kama kawaida kwenye payment voucher, utaenda create new au utaenda add. Sasa kilichobadilika hapa ni vitu viwili. Kuna sehemu ya account, kuna kuselect account, vile vile kuna kuweka attachments. Sasa hizi attachment utaziweka tu alama ya vema kama ni supportive, lakini kwenye account hapa ni lazima ukaupdate kule kwenye pay. For the case ukijaza kila kitu hapo ukachagua na kifungu husika. Sasa kama umechagua kifungu na kina fedha, ujue kabisa bado yule uliomba kibali cha kutumia haja approve. Akisha approve basi itakuja kutokea. Sasa kama hivyo vitu havifanyike na akaunti umechagua akaunti haijatokea, nini unatakiwa kukifanya? Unachotakiwa kukifanya, kama akaunti ya mlipwaji haijatokea, ujue kabisa kwamba hujaweza kuboresha zile taarifa za mlipwaji. For the case hapa utaenda kwenye manage pays, utabofya alama ile ya kalamu, utachagua
jina la mtu unayetaka kumlipa, utajaza taarifa zake zote. Kama ni ajiriwa utabidi ujaze check number, lakini kama ni supplier utabidi ujaze TIN number. Lakini kitu ambacho kimeongezeka hapa ni hii hapa chini, add account. Sasa kwenye ku add account ukibofya utachagua jina la benki la yule unataka kumlipa, utachagua benki ya yule unataka kumlipa, utachagua majina yake, aina ya account, na utaweka kama ni main, hiyo account yake anaitumia, select. Baada ya hapo save. Sasa ukisha save, ukija kwenye kukata PV kama kule ambapo tulikuwa mwanzo, ukaja kwenye kukata PV baada ya kukamilisha vyote, ameshapitisha ile fedha level ya halmashauri na umesha update ile akaunti ya yule mlipwaji, itatokea vitu kama hivi. Utachagua jina la mtu unayetaka kumlipa kama hivyo. Kwenye kuselect account itatokea akaunti yake, kwa sababu tayari umesha update yule pay kama ambavyo nimeonyesha hapo hatua iliyopita. Kama kawaida utajaza maelezo, kama ni fedha ni kwa ajili ya nini utaijaza, alafu utachagua kifungu husika cha fedha ambacho ulishakikiri mwanzo, ukakifanyia ukakiombea ruhusa ya kutumia, na ukishaombea ruhusa ya kutumia hiyo fedha itakuja na utaweza sasa kucreate hiyo PV. Sasa ukishatengeneza PV inatakiwa uweze kuisubmit kwa yule ambaye anafuata, yani supervisor wako. Utabofya hicho kialama cha katikati cha kufuli. Ukibofya hapo ina maana unaiomba ku request kwa ajili ya kuapprove, yani kupitisha. Ukishaomba hiyo request kwa ajili ya kuapprove, inatakiwa admin naye aingie kwenye akaunti yake katika payment voucher kwa ajili na yeye ya kuapprove, yani hatua ya pili hiyo ya kuapprove. Alama ya vema na alama hiyo ya mkasi. Vema ni kuapprove, kisha approve inatoka katika level ya kituo inaenda katika level ya halmashauri kwa ajili ya kuweza kufanyiwa pre-audit, yani kwa ajili ya kuweza kufanyiwa ukaguzi. Sasa baada ya kufanyiwa huo ukaguzi na ikishapitishwa, wewe utakuja katika payment group. Katika payment group hapa ndipo ambapo tunapoweza kutengeneza ile payment. Zamani tulikuwa tunaenda kwenye payment, lakini this time tunaenda kwenye payment group. Ukiklik pale add, itatokea tarehe husika. Kwa hapa chini itatokea ile aina ya PV, tarehe ambayo imekatwa na jina la mlipwaji, maelezo. Kwa hiyo utabidi uselect pale, kama ni yenyewe una select. Mbele yake kuna control number au check number. Sasa hii check number ni namba ya hundi. Kama unalipa kupitia check number utaandika namba ya hundi. Kama unalipa kupitia control number utajaza ile control number, na utaweza kusave pale chini na kutachagua akaunti ya mlipwaji, una save. Ukisave katokea ujumbe huu wa maandishi mekundu, ina maana bidi tena umconsult mtu wa halmashauri aweze kufanyia update ya akaunti yako. Basi akishafanya hivyo akakuupdatea hapa, sasa unaweza ukasave, na hiyo ndio hatua ya mwisho kabisa ya kuweza kuandaa malipo. Kama unavyoona hapo, ukija kwenye hiyo payment group utaona hizo, unaweza ukaview ile ambayo umeweza kuitengeneza. Sasa namna gani ya kuprint hiyo payment? Unarudi katika kipengele cha payment, yani umeshatengeneza kwenye payment group, unarudi kwenye kipengele cha payment. Hapa utaweza kuona sasa yale malipo ambayo umeshayafanya, na ukiklik kwenye blue itaweza kutokea hiyo payment, na hiyo ndio hatua ya mwisho kabisa ya kuprint. Tafadhali kama una lolote usikose kuachia comment hapo chini. Naitwa Mwalimu Mdope kutoka Kalambo DC. Shout out until next time. Bye bye.